Kuna ukweli mchungu ambao watu wengi sana huwa wapendi kusikia, na ukweli wenyewe ni kwamba ukishafika miaka 25 kama huna skill yoyote ya kuweza kukuingizia pesa, basi unaandaa future yako kuwa ngumu sana kuliko unavyofikiria. Na sio kwa sababu wewe ni mjinga, hapana, ila ni kwa sababu dunia ya leo haiwezi kukulipa wewe kwa effort, ila inakulipa wewe ukiwa na value. Na hii ni kwa sababu gharama za maisha zimepanda na zinaendelea kupanda siku hadi siku, lakini pia elimu ya darasani pekee yake haitoshi. Hivyo basi ukizingatia na ushindani globally unazidi kupanda kutokana na kwamba ushindani unakuwa ni mkubwa, hivyo tunatakiwa tuwe na skills ambazo ni additional, ambazo zitaweza kutusaidia sisi kuweza kujikwamua kiuchumi nje ya elimu tuliyokuwa nayo ya darasani. Pengine ni kwamba science na teknolojia inakuwa siku hadi siku, hivyo AI yani artificial intelligence inazidi kuchukua majukumu yale ambayo waajiriwa wengi miaka nyuma tulikuwa tunayafanya. So unakuta mtu yuko Marekani, yuko China, yuko Uingereza, ana uwezo wa kufanya shughuli au kazi online, akaweza kufanya ushindani na mtu ambaye yuko Tanzania. Hivyo siku zinazozidi kwenda majukumu yanazidi kuchukuliwa au majukumu yanazidi kutoweka. Hivyo kama huna skill ambayo inaweza kukuongezea wewe au kukufanya wewe ufanye kujitengenezea kipato apart from kuajiriwa, unajikuta unakuwa na maisha magumu kila itwapo leo. Hivyo basi kutokana na changamoto hiyo tumejikuta kwamba kuna baadhi ya vitu huwa tunakosea. Kwa mfano, kutegemea ajira ikuokoe. Watu wengi tumefundishwa kwamba ukishatoka chuo au ukishamaliza, au tumetengenezewa ile chain ya kwamba unatakiwa usome, ukishasoma ugraduate, na ukishafanya graduation basi uanze kutafuta kazi, kitu ambacho kimekuwa kikiwachelewesha wengi. Na kadri siku zinapozidi kwenda, idadi ya wasomi imekuwa kubwa kuliko opportunities zilizopo. So unakuta kwamba unaweka maisha yako mikononi mwa system ambayo hata ukija kukosa ajira na ukawa na maisha magumu, haiwezi kukutambua wala haitojali kuhusiana na wewe na maisha yako na changamoto zako. Changamoto nyingine ni kukosa skills za kufanya wewe kuweza kujiingizia kipato cha ziada. Hobby sio skill ya wewe kuweza kujiingizia kipato cha ziada. Itakuwa ni skill ya wewe kuweza kujiingizia kipato cha ziada endapo utaigeuza ile hobby yako wewe kuweza kuwa opportunity na kuweza kukuingizia pesa. Lakini changamoto ni kwamba watu wengi wanazitumia hobby kama sehemu ya kufanya entertainment na sehemu ya kujiburudisha na kupoteza muda mwingi kuliko kujiingizia kipato. Itakusaidia sana kama utaitumia hobby yako wewe kuweza kusolve changamoto za watu wengine, au utajiongezea skills mpya ambazo zina uwezo wa kuweza kusolve changamoto au kupeleka huduma au demand ya soko husika kwa wakati husika. Wa skills ambazo zinahitajika kwa sasa ni kuweza kutumia AI, kuweza kufanya marketing, kuweza kufanya sales, kuweza kufanya coding, lakini pia kufanya editing. Hizi ndo skills muhimu sana ambazo endapo wewe ni kijana ambaye unatamani kufanikiwa na hutegemea ajira peke yake, au unatamani kuongeza skills kwa ajili ya kuweza kujiingizia kipato cha ziada, unatakiwa uzijue na uweze kujifunza ili ziweze kuwa asset ya wewe kuweza kujiingizia kipato zaidi ya kile ambacho unakitarajia. Changamoto kubwa ni kwamba vijana wengi wa sasa hivi tumekuwa na changamoto ya kutumia vibaya mitandao ya kijamii, yani tuna TikTok dopamine, kwamba tumejijengea ile hobby au tumejijengea tabia ya kuweza kutumia muda mwingi consume kwenye mitandao, kuweza kufuatilia scandals, vitu ambavyo ni negative ambavyo haviwezi kutuingizia chochote kwenye maisha yetu, lakini tumesahau kucreate au kuwa creativity kuweza kutengeneza vitu ambavyo vitatusaidia sisi kuweza kupiga hatua mbele. Na watu wengi wanatumia muda mwingi kuscroll scandals tofauti mitandaoni, kuscroll habari mpya ambazo ni unnecessary kuliko kutumia ule muda kuweza kufanya vitu vipya ambavyo vitakuwa ni msaada kwenye jamii yetu.
Lakini kitu kingine, watu wengi tunaogopa kuanza. Yaani mtu anaamini kwamba anatakiwa awe 100% perfect aweze kuanzisha kitu fulani ambacho kitaweza kumuingizia kipato, lakini anasahau kwamba ana uwezo wa kuanza kitu taratibu taratibu mpaka atakapokuwa 100% perfect. Hakuna mtu ambaye alianza 100% perfect au anaweza. Watu wengi walianza wakiwa hawajui, hawakuwa perfect na waliharibu na walikosea mara kwa mara, lakini hawakukata tamaa, waliendelea kujifunza mpaka waliposimama na kuweza kuwa perfect. The fact ni kwamba unaweza ukafanya ujuzi au ukajifunza ujuzi mpya ambao utaweza kukubadilishia maisha yako wewe ndani ya miaka 2 na mpaka 3, lakini huwezi kupiga hatua kwa kuwa motivated kwa zaidi ya miaka 10. Yaani wewe unaweza ukawa motivated always mpaka miaka 10 inafika, lakini uko pale pale. Lakini ukichukua hatua ya kuweza kujua mbinu mpya za kuweza kutengeneza pesa, basi ndani ya muda mfupi sana tunaanza kuona movement zako, tunaanza kuona mabadiliko yako moja kwa moja. Miaka 20 unaweza kuipoteza, lakini ikishafika miaka 25 maisha yenyewe yanaanza kukuuliza swali moja la muhimu. Je, una value gani kwenye soko la sasa? Je, una value gani kwenye soko la sasa? Kama huna value yoyote kwenye soko la sasa, basi unatengeneza maisha yako ya baadaye kuwa magumu sana. Sasa unaweza kulike, unaweza kucomment, unaweza kushare na mtu ambaye unajua kabisa umri wake unahitaji au unamhitaji yeye kuweza kuwa na value au kuwa na kitu cha tofauti ambacho kitaweza kumuingizia kipato. Lakini pia unaweza kucomment hapo chini ni value gani au ni skill gani ambayo utaenda kuitengeneza au utaenda kujifunza ambayo itaweza kwenda kukubadilishia maisha yako. Je, ni coding au ni skills zipi ambazo utaenda kuziongeza kama sehemu ya wewe kujiongezea kipato chako? Naamini kila mmoja amejifunza na ameelewa, na naamini kila mmoja ana skill ambayo anatamani kujifunza na atachukua hatua kuanzia sasa. Kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanatamani kupata skills mbalimbali, usiache kufuatilia channel yetu, kwa sababu tutaenda kufundisha na tutaenda kushare na nyinyi skills mbalimbali na namna unavyoweza kujifunza. Lakini pia usiache kusave na kushare video hii kwa watu ambao unatamani waweze kubadilika na kuweza kufanikiwa. Na kama wewe ni moja kati ya watu ambao wamesha plani kwenda kujifunza skills mbalimbali, unaweza kucomment hapo chini ni skills zipi ambazo utaenda kujifunza. Uwe na wakati mwema, usisahau kusubscribe channel hii, kwani ina vitu vizuri sana ambavyo vitaenda kukusaidia na kubadilisha kimawazo pamoja na kiuchumi. Have a nice time.